Taarifa za hivi punde zinadai kwamba hofu imetanda katika mji mkuu wa Cote d'Ivoire wa Abidjan, huku milio ya risasi ikisikika kote jijini humo katika kile kinachoonekana kuwa ni hatua za awali za mapinduzi ya kijeshi au ghasia kubwa za kiraia. Ripoti kutoka katika eneo hilo pamoja na mitandao ya kijamii zinaonyesha hali ya sintofahamu inayozidi kuwa mbaya kwa kasi, huku uwepo wa serikali ukionekana kufifia na huduma ya internet kuripotiwa kukatwa kote nchini. Katika muda wa saa 48 zilizopita, takriban watu 33 wanahofiwa kufariki dunia kufuatia mapigano makali katika maeneo muhimu ya mji mkuu. Machafuko haya yamekuja baada ya kutoridhika kwa kiwango kikubwa na utawala wa Rais Alassane Ouattara anayeshutumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ongezeko la umaskini na uhusiano wa karibu na ushawishi wa Ufaransa ambacho ni chanzo cha muda mrefu cha chuki za kizalendo. Ingawa hakuna udhibitisho rasmi kufikia sasa kutokana na madai ya kukatika kwa internet na kufungwa kwa vyombo vya habari, uvumi katika mitandao ya kijamii hasa kutoka kwa mtumiaji wa X au zamani Twitter aitwaye Mehmet Vevadag anadai kuwa Rais Alassane Ouattara aidha ametoweka, amekamatwa au huenda amefariki dunia. Hajatokea hadharani wala kutoa tamko lolote tangu vurugu hizo zilipoanza. Hii si mara ya kwanza kwa Cote d'Ivoire kukumbwa na hali ya machafuko. Taifa hili limeshawahi kupitia mapinduzi ya kijeshi mnamo mwaka 1999, vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 2002 hadi mwaka 2007 na mwaka 2010 hadi mwaka 2011, pamoja na uasi wa kijeshi mnamo mwaka 2017. Matukio ya leo yanafanana kwa njia ya kutisha na migogoro ya awali, jambo linalozua hofu ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa kiwango kikubwa katika moja ya nchi muhimu kiuchumi katika eneo la Afrika Magharibi. Waandamanaji wanahitumu serikali inayoongozwa na Alassane Ouattara kuwa kibaraka wa mataifa ya kigeni, hasa Ufaransa na Marekani, huku wakosoaji wakikosoa vikali ongezeko la uwepo wa AFRICOM katika eneo hilo. Wanaeleza kuwa ushirikiano huu wa kijeshi unaficha maslahi mapana ya kijiografia yanayochochea hali ya ukosefu wa utulivu katika ukanda wa Sahel. Hadi taarifa hii inapotolewa, matangazo ya kitaifa yamesitishwa na hakuna taarifa rasmi zilizotolewa na mamlaka za serikali. Mashirika ya kimataifa pamoja na balozi mbalimbali zimeripotiwa kuwa katika hali ya tahadhari, zikihimiza raia wao kubaki ndani kwa usalama wao. Hatima ya Cote d'Ivoire sasa ipo njia panda, huku dunia ikishuhudia tukio ambalo huenda likawa mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini humo na barani Afrika kwa ujumla. Habari hii ni habari ambayo bado inaendelea kufuatiliwa. Taarifa zaidi zitawasilishwa kadri ambavyo zitakavyokuwa zikipatikana. Hii ni Habari 24 Channel ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado huja subscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na tutaendelea kukujuza zaidi na zaidi kila ambacho kinaendelea katika maeneo mbalimbali.